Hivi unalifahamu hili la kwamba hakuna mtu yeyote yule aliyezaliwa kwa makusudi ya kuwa maskini? Kama unalifahamu hili, nikupe pongezi nyingi sana, lakini kama hulijui hili, tega masikio ndani ya video hii, utaweza kunielewa zaidi sana kuhusu utajiri na umaskini. Umaskini na utajiri huwa ni matokeo ya vitu mbalimbali vinavyotukumba kwenye maisha yetu, ikiwemo mifumo ya kijamii, maamuzi binafsi na pengine majaribu ya muda mfupi yanayotukumba katika maisha yetu. Hata Biblia hakuna sehemu iliyoandikwa kwamba mtu ana DNA ya umaskini, bali ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 1:27 inatuambia Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke alimuumba. Maana yake ni kwamba hakuna mtu aliyeumbwa na DNA ya umaskini, bali Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Hii ni Nkwabi Academy, mahali tunaposafirisha physics kutoka darasani kwenda mtaani tulipo. Leo tunazungumzia zaidi kuhusu utajiri na umaskini kwa kutumia konsepti za physics. Hebu tega sikio uweze kunisikiliza. Naamini utajifunza kitu ndani ya video hii. Wapo watu wengi sana wanaopambana katika maisha yetu, na kwa bahati mbaya matokeo wanayoyapata sio yale ambao wanatarajia, na kiasi kwamba muda mwingine anabaki anajiuliza kwamba kwa nini mimi matokeo ninayoyapata sio mazuri kulinganisha na mwenzangu, kulinganisha na rafiki yangu wa karibu. Nisikilize video hii, itakusaidia. Pengine usiweze kujilaumu, pengine usiweze kupata maswali haya ambayo watu wanafikiria baada ya kupata matokeo madogo kulingana na nguvu zetu. Tukianza na fungu la Biblia la Mwanzo 1:27 nalosema kwamba Mwenyezi Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake. Watu wengi huwa wanakosea sana hapa. Huwa wanawaza kwamba Mungu aliniumba kwa mfano wake inamaanisha kwamba nina akaunti za benki, nina mashamba, nina ng'ombe, pengine nina gari, lakini haimaanishi hivyo. Fungu hili linamaanisha kwamba binadamu au mwanadamu anazaliwa na asili ya uumbaji na sio vitu mbalimbali na sio matokeo. Mwanadamu anapokuwa anazaliwa na asili ya uumbaji tu na sio matokeo ya mchakato wa maisha. Sasa nikupeleke darasani ili unielewe zaidi. Acha nisimame. Mwanadamu anapokuwa anazaliwa na nguvu ya uumbaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na anazaliwa na nishati. Nishati anayozaliwa nayo tunaiita nishati tuli. Kwa Kiingereza tunaita potential energy. Sasa potential energy hapa nimesema PE, maana yake ni potential energy. Hii potential energy ndo chanzo au kichocheo cha mtu kuwa tajiri au maskini, na ndio maana nimegawanya hapa utajiri au maskini. Namna jinsi energy hii ya mwanadamu anayozaliwa nayo inapofanya kazi ndo matokeo ya kupata watu wawili hawa, matajiri au maskini. Hapa katikati nimeandika neno kazi. Unaweza ukajiuliza kwa nini kazi? Kwa sababu gani? Tukirudi darasani, energy tunasema is the ability of doing work. Kwa Kiswahili nitasema ni uwezo wa kufanya kazi. Unapokuwa unafanya kazi, ile kazi inapimwa kwa kipimo kinaitwa energy. Sasa kumbe, ili niwe tajiri, ili niwe maskini, hapa katikati lazima nifanye kazi. Kazi ndicho ambacho kinatufanya tuwe matajiri au maskini. Lakini darasani pia tulisoma nini maana ya work. Ukirudi kwenye somo la civics, uraia, tulisoma nini maana ya work. Lakini kiphysics leo na kufundisha zaidi uelewe nini maana ya kazi. Narudi upande wa maishani sasa. Nimeandika vitu viwili hapa. Ya kwanza ni work na ya pili activity. Vitu hivi viwili watu wengi sana huwa wanavichanganya, lakini nisikilize utanielewa. Nikianza na neno work ambapo ni kazi kwa Kiswahili. Hii ni mchakato wa kutumia nguvu kwenye kubeba kitu kutoka sehemu moja kupeleka sehemu nyingine.
Nguvu hiyo inaweza ikawa ni matumizi ya mwili mwenyewe au matumizi ya akili. Ili kuwepo na kazi, kiphysics inatuambia ni lazima tuwe na mabadiliko au lazima tuwe na hali ya kutoa kitu fulani kutoka kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ambapo ndio maana tunasemaga kwamba ili tupate work lazima tuchukue nguvu iliyotumika sawa times na distance, umbali wa kitu hiko. Sasa katika maisha yetu tukilikolo hapa, maanake ili tuite kazi ni lazima tuwe na mabadiliko fulani baada ya kufanya kazi kutoka kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini nikirudi kwenye shughuli hapa, ni kitu chochote kinachofanywa ambacho kinachosha lakini hapa hakuna mabadiliko ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na watu wengi huwa tunafanya activity na sio kazi. Kwa hiyo kama tulivyoona pale kwenye ubao wetu kwamba ili tuseme kwamba tumefanya kazi lazima tuone potential energy au nguvu ambayo tumezaliwa nayo, tuone inafanya kazi na inakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hapa najua vijana tunateseka sana, tunapambana, tunajitahidi kadri uwezo wetu, lakini tujitahidi sana shughuli ambayo tunaifanya tuibadilishe, tuipeleke kwenye mfumo wa kazi kupitia vitu mbalimbali. Na hapa vipo vitu ambavyo vinafanya ile kazi iweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mfano, baadhi ya vitu kama hivyo ni kubadili mitazamo yetu. Inatubidi tubadili mitazamo yetu. Kwa mfano, wapo watu ambao wanaamini kwamba mimi nimezaliwa kwenye familia ya kimaskini, hivyo siwezi kuwa mtu wa kwanza kuwa tajiri kwenye familia yetu. Nikwambie wewe unayenisikiliza, unao uwezo mkubwa wa kubadilisha potential energy ambayo Mwenyezi Mungu amekuumba nayo na ukawa tajiri wa kesho, ukawa mtu wa kuangaliwa kwenye familia yako, ukawa mtu wa kwanza kumiliki pengine magari mazuri, ukawa mtu wa kwanza kumiliki pengine nyumba nzuri. Lakini pia lazima tuangalie watu tulionao kwenye cycle zetu. Mimi sitarajii kuona kijana ambaye anajitafuta, kijana ambaye ana akili, kijana ambaye ameamua kutumia nguvu yake anakuwa na watu wa hovyo. Katika maisha mimi najua wapo watu wa hovyo. Sasa jitahidi sana kubadili watu ambao ulionao. Usitembee na mtu ambaye unaona hana msingi kwako. Lakini pia uvumilivu na bidii. Hata Biblia imetuandikia. Ukisoma Mhubiri 9 fungu la 11 inaongelea uvumilivu. Lakini pia ukizungumzia kuhusu Methali 21 fungu la 5 inazungumzia kuhusu bidii. Katika maisha ili uwe na mafanikio makubwa ni lazima uwe na bidii. Bidii ndo ufunguo wa kila kitu kwenye jambo unalolifanya. Usitegemee leo unafanya hiki unaacha uwe tajiri. Hapana, lazima uwe na bidii kwa kitu unachokifanya. Lakini pia tuwe na vyanzo sahihi vya taarifa. Wapo watu wengi wana vyanzo vibaya vya taarifa, lakini siku hizi imekuwa ni vizuri zaidi kwa sababu tunatumia mtandao mbalimbali. Kwa jitahidi sana uangalie ni chanzo kipi ambacho kinakupelekea uwe tajiri wa kesho. Nazungumza na kijana ambayo anatamani kuwa tajiri wa kesho. Lakini pia nidhamu. Katika nidhamu hapa, nidhamu ni somo pana sana. Lakini nidhamu ambayo nazungumzia kwa haraka tu, nazungumzia nidhamu ya fedha, nidhamu ya watu wanaokuzunguka, unaishi nao kivipi. Nidhamu ya fedha ndio kubwa sana. Vipo vitabu vingi vinavyoelezea nidhamu ya fedha. Tafuta kitabu, soma. Tafuta watu wanaofundisha masuala ya nidhamu, soma. YouTube zipo kozi nyingi zinazoelezea nidhamu ya fedha. Itakupeleka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia tabia zako. Kuna pasta mmoja anaitwa Pastor Tony. Ukimsikiliza anakuambia hivi, ukilala kama wengine utakuwa kama wengine. Maana yake kwamba ili uwe tajiri ni lazima uamke mapema kuzidi wengine, kiasi kwamba kama kulikuwa na bahati
mbele, ile bahati itakuwa ya kwako, kwa sababu umewahi kuamka. Manake tabia zako za maisha zinakupelekea uwe tajiri wa kesho. Badili tabia zako. Na vingine vingi ambavyo pengine sijavigusia hapa, pengine unavijua. Cha msingi nazungumzia na kijana ambaye anatamani kuwa tajiri wa kesho. Hii haisubiri uwe na kipato, pengine haisubiri ule, haisubiri ufanye kitu kingine, lakini inatakiwa uanze leo. Kaa chini, utafakari ni kitu gani ambacho pengine kinakupelekea kukuzuia kuelekea kwenye utajiri. Baada ya kukaa chini, badilika, unakuwa tajiri katika kubadilisha vitu ambavyo tumeviongelea hivi. Wewe kijana, kama unaniunga mkono kwenye hili, au kama unaona unayo sababu ya kuwa tajiri, kwenye komenti hapo andika neno naanza leo. Na hii ni Mkwabi Academy, nawapenda sana.